Naam, habari za wakati huu wapenzi wasikilizaji wa simulizi na MC Masaga. Leo ni simulizi kutoka katika maandishi ya Mheshimiwa Yeriko Yohannes Nyerere. Mheshimiwa Yeriko Yohannes Nyerere ni miongoni mwa waandishi waliotikisa fikra za Watanzania kupitia maandishi yake yenye kuibua maswali, kufichua mifumo iliyojificha nyuma ya pazia la mamlaka, siasa, diplomasia na ujasusi. Umaarufu wake ulianza kuonekana kwa nguvu zaidi kupitia maandishi, makala na vitabu vyake vilivyobeba tafakuri nzito kuhusu jamii, dola, madaraka na mustakabali wa Afrika. Kupitia kazi zake kama ujasusi wa kidola na kiuchumi, mapambano ya madaraka na maandiko mengine mbalimbali, Mheshimiwa Yeriko aliweza kujijengea jina kama mwandishi anayethubutu kugusa maeneo ambayo wengi huyaogopa kuyazungumzia. Katika safari yake ya mapambano ya kiuandishi, hakuchagua njia nyepesi. Aliamua kubeba mzigo wa fikra, maumivu ya kweli na changamoto za kuelimisha jamii. Leo hii anatuletea simulizi hii iliyobeba uhalisia wa maisha, ushuhuda wa safari yake, maajabu ya dunia na mafunzo yaliyopatikana kwa macho yake mwenyewe. Ni simulizi inayotukumbusha kuwa wapo watu wanaokubali kuumia kwa ajili ya vizazi vijavyo, si kwa manufaa yao binafsi pekee, bali kwa ajili ya kuacha alama ya maarifa itakayodumu hata baada ya wao kutoweka duniani. Ukipata nafasi ya kusoma vitabu vya Mheshimiwa Yeriko Yohannes Nyerere, utaanza kuelewa namna ambayo mtu huyu amewekeza muda, nguvu na akili yake katika kutafuta maarifa na kuyageuza kuwa urithi wa jamii. Ndani ya kurasa zake utakutana na tafakuri, historia, siasa, ujasusi, mapambano ya kiuchumi na masomo na maisha yanayolenga kumjenga msomaji mwenye uwezo wa kuona mbali zaidi ya kila kinachoonekana kwa macho ya kawaida. Kwa wengi urithi ni majumba, fedha na mali, lakini kwa mwandishi urithi wake wa kweli ni maarifa anayoyaacha kwa watu wake. Na huenda ndiyo sababu Mheshimiwa Yeriko Yohannes Nyerere ameendelea kubaki kuwa mmoja wa sauti zinazozua mijadala, kuamsha fikra na kuwafanya watu wengi kutafakari upya kuhusu dunia wanayoiishi. Mheshimiwa Yeriko Yohannes Nyerere, mwamba wa kalamu, mjenzi wa fikra na mpambanaji wa maarifa. Na sasa karibu usikilize simulizi tamu, nzuri, ya kusisimua, yenye mafunzo, maajabu na uhalisia wa maisha. Inasomwa nami MC Masaga, King Solomon, mtu wa mali. Miaka 13 iliyopita nilipata fursa ya kusafiri, safari ambayo hadi leo ninapoikumbuka nafsi yangu husisimka kwa mshangao. Safari hiyo ilianza katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Dar es Salaam, kuelekea kisiwa cha Vamizi kilichopo katika bahari ya Hindi, upande wa kaskazini mwa Msumbiji. Kisiwa hicho kilikuwa tofauti na visiwa vyote nilivyowahi kuviona. Tangu nilipokanyaga ardhi yake nilijikuta nikiingia katika ulimwengu mwingine kabisa. Wakazi wengi wa kisiwa hicho walikuwa wazungu kutoka Uingereza na mataifa mengine ya Ulaya, huku wafanyakazi wengi wakiwa raia wa Ufilipino. Jambo lilonishangaza zaidi ni kwamba ndani ya kisiwa hicho pesa hazikuwa na matumizi yoyote. Hakukuwa na biashara za kawaida kama tunavyozifahamu. Mgeni yoyote alipokuwa ndani ya kisiwa hicho alipewa kila alichokihitaji bila kutoa fedha mkononi. Chakula, vinywaji, malazi, usafiri wa ndani na huduma nyingine zote zilikuwa sehemu ya mfumo wa kisiwa hicho. Ukubwa wa eneo hilo ulikuwa ni wa kushangaza. Kwa makadirio yangu lingeweza kuunganishwa maeneo ya Posta, Mnazi Mmoja, Kariakoo nzima na Mchikichini kwa pamoja. Ndani ya kisiwa hicho kulikuwepo uwanja mdogo wa ndege, bandari, hospitali, kituo cha polisi na miundombinu mengine yote muhimu. Kila kitu kilisimamiwa kwa nidhamu ya hali ya juu. Nilipofika, niligundua kuwa mimi peke yangu ndiye nilikuwa mtu mweusi na mwanaume lijali katika eneo hilo. Kama utakuwa hujaelewa, basi nifate pembeni ili nikueleweshe maana halisi ya mwanaume lijali.
Nilikabidhiwa nyumba ya kifahari yenye kila aina ya huduma pamoja na mhudumu wa kizungu aliyekuwa tayari kunihudumia muda wote. Kisiwa hicho pia kilikuwa na wanyamapori wengi kama nyani, tumbili, swala, simba, tembo na aina mbalimbali za viumbe waliopatikana humo, kana kwamba ulikuwa umeingia katika hifadhi ya asili iliyofichwa katikati ya bahari. Wageni wengi waliotembelea eneo hilo walikuwa watu mashuhuri duniani. Nakumbuka katika safari hiyo nilisafiri pamoja na waigizaji maarufu sana duniani kama vile Sylvester Stallone, Matthew Marsden, Julie Benz, pamoja na wageni wengine ambao leo majina yao siyakumbuki vizuri. Katika siku za mwanzoni nilikutana na kiongozi wa eneo hilo aliyeitwa Theodore, raia wa Ufilipino. Alikuwa mwenyeji wangu na mtu wa karibu sana katika kipindi chote nilichokuwa katika kisiwa hicho. Katika mazungumzo yetu nilimuuliza maswali mengi kuhusu mfumo wa uendeshaji wa kisiwa hicho na manufaa ambayo taifa la Msumbiji lilikuwa likipata kutokana na uwekezaji huo. Alinieleza kuwa kampuni iliyokuwa ikiendesha kisiwa hicho ilikuwa na uwekezaji mkubwa duniani kote, ikimiliki visiwa na hoteli katika maeneo mbalimbali duniani. Alisema kuwa mataifa yanayohifadhi miradi hiyo hupata gawio la 30% ya faida pamoja na kodi zinazotakiwa kisheria. Maelezo hayo yalikuwa yakivutia, lakini bado moyo wangu haukuridhika. Nilitamani kuona maisha ya kawaida ya watu wa eneo hilo nje ya mazingira yale ya kifahari. Baada ya kukamilisha shughuli iliyonipeleka pale kwa muda wa siku 7, nilifanya uamuzi ambao wengi wangeuona kuwa wa hatari. Sikutaka kuondoka kwa ndege wala kusindikizwa na wenyeji wangu. Usiku mmoja, majira ya saa 8, niliondoka kimya kimya. Nilivuka mageti 4 yaliyokuwa na ulinzi mkali bila kugunduliwa. Hatimaye nilifika katika eneo ambalo wavuvi wa Kiafrika walikuwa wakipumzika kando kando ya bahari. Pale nilikuta mtumbwi wa upepo mmoja na wavuvi 3. Pembeni yao alikuwepo mzee mmoja wa makamo aliyevaa kanzu safi na nadhifu kama shehe. Nilitaka kufika upande wa Pemba, hivyo nikawauliza gharama ya kunipeleka. Wakaniambia ni mitikashi 600. Wapenzi wasikilizaji, mitikashi ni jina ambalo Watanzania wengi waliokuwa wakifanya biashara au kazi nchini Msumbiji walikuwa wakilitumia kwa mazoea, kumaanisha meticais, yaani sarafu rasmi ya Msumbiji. Sarafu hiyo kwa Kireno huandikwa meticar kwa umoja na meticais kwa wingi. Kwa hiyo mtu akisema nauli ni mitikashi 600 anamaanisha nauli ni meticais 600. Katika maeneo ya mpakani kama Mtwara, Newala, Masasi, Moshimbo, Da Praia, Palma na maeneo ya wachimbaji wa madini Msumbiji, neno mitikashi limetumika kwa miaka mingi na wafanyabiashara wa Tanzania na Msumbiji kama jina la kawaida la sarafu. Mozambiki hutumia sarafu inayoitwa Mozambican Metical ambayo kwa mazungumzo ya kila siku mara nyingi huitwa mitikashi, sawa na shilingi za Tanzania au shilingi za Kenya. Sikuwa na fedha hata senti moja. Nilikuwa na simu yangu aina ya BlackBerry Curve pamoja na laptop yangu tu. Kwa kujiamini nikawaambia, twendeni, fedha ninazo. Tulipokuwa tayari kuondoka, yule mzee aliyekuwa amekaa pembeni alizungumza kwa lugha ya Kireno. Sikuelewa nini alichosema, lakini kwa ishara nilifahamishwa kuwa alikuwa anaomba nafasi ya kuambatana nasi, nami nikakubali mara moja. Safari ikaanza. Mzee huyo alikuwa na mizigo yake, kiroba cha unga, kiroba cha mchele na ndoo ya mafuta ya kupikia. Tulipofika katikati kabisa ya bahari, jambo la ajabu lilitokea. Mzee huyo alisema kwa utulivu kuwa yeye tayari amefika. Katikati ya bahari mtumbwi ukasimamishwa. Akapakua viroba vyake na kuvitupa baharini. Akaitupa na ndoo ya mafuta ya kupikia. Kisha na yeye mwenyewe akaruka majini. Kabla hajatoweka, aliwaaga kwa Kireno na kuwashukuru kwa msaada waliompa. Nami nilibaki mdomo wazi, nimepigwa na butwaa.
Tulipoendelea na safari na kufika ufukweni mchana wake, nilimuuliza mmoja wa manahodha kama kile nilichokiona kilikuwa kama ni ndoto au ni kweli. Akanitazama kwa makini na kusema, hao ndio wenye bahari, ungemkatalia lifti jana, tungepata matatizo makubwa njiani. Kauli hiyo ilinifanya nitafakari kwa muda mrefu sana, pasina kupata majibu ya tafakuri yangu. Baada ya kushuka nchi kavu, nilianza safari kuelekea maeneo ya migodi ndani ya Msumbiji. Njiani niliuza laptopu yangu ili nipate fedha za kuendelea na safari yangu. Nilifika katika maeneo yaliyokuwa na wachimbaji wengi wa madini, wengi wao wakiwa wa Tanzania. Nilishangazwa na utajiri waliokuwa nao, lakini pamoja na utajiri huo, maisha yao yalikuwa yamejaa hofu. Kila siku walikabiliwa na manyanyaso kutoka kwa baadhi ya vyombo vya dola. Vibali vya kuishi vilichanwa, mali zao ziliporwa, na wakati mwingine walifanyiwa vitendo vya ukatili ambavyo havikupaswa kutokea kwa binadamu yeyote. Kwa siku 3 nilizokaa pale, nilishuhudia mambo mengi yaliyoniumiza moyo. Niligundua kuwa mali bila usalama haina thamani yoyote. Hatimaye niliamua kurejea Tanzania, nchini mwangu, mahali penye amani. Nilipanda gari kuelekea mpaka wa Tanzania na Msumbiji. Tulifika katika kituo cha uhamiaji cha Denamoto usiku na kulazimika kusubiri hadi asubuhi ili kuvuka mto Ruvuma. Kulipopambazuka, pasipoti zetu zilikaguliwa na kugongwa mihuri ya kuondoka. Tulivuka mpaka na kuingia Tanzania kupitia Kilambo. Nilipotia mguu katika ardhi ya nyumbani, nilitambua jambo moja kubwa. Dunia imejaa mambo mengi kuliko tunavyofikiri, lakini hekima ya ukweli haipatikani kwa kusafiri pekee, bali kwa kujifunza, kusoma na kutafuta maarifa. Ndiyo maana nasema, acha kupenda vya bure. Soma vitabu, jenga maarifa, panua upeo wa fikra zako. Mwisho, usiache kupata vitabu bora vya Afrika. Ujasusi, kurasa 776, marejeo 330, kwa bei ya thamani ya shilingi za Kitanzania 1080 tu. Moscow, Operesheni Ukraine, kurasa 1400 tu, sura ya kwanza mpaka ya 14, marejeo 389, kwa bei ya shilingi za Kitanzania 150,000 tu. Unaweza kununua kupitia M-Pesa kwa nambari 0755865544 au CRDB Bank akaunti 015224195500. Jina la akaunti Yeriko Yohannes Nyerere. Kwa watu wa Dar es Salaam utapata free delivery, na nje ya Dar es Salaam nauli ni shilingi 8,000 tu. Ni mimi msimulizi wako MC Masaga, King Solomon, mtu wa mali. Asante.